Kama unamshambulia kiongozi kwenye kanisa hili, tunakutazamia ukashambulie mkuu wa mkoa. Nenda ushambulie RPC. Nenda ushambulie mkuu wa wilaya, ili tujue kweli wewe unashambulia. Wanakosea mno na wanatukosea sana, wanamkosea Mungu, but we cannot attack them. Ni uasi, ni uovu kushambulia waliopewa dhamana ya uongozi ndani ya kanisa. Hata ungeleta sababu yoyote, ni uasi tu, ni uovu pili, ambayo mwanzo ukaona namshambulia na mfanya hiki na hiki, tutaona sawa. Biblia imesema waheshimuni wanaowaongoza na kuwanyenyekea, maana wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Hatutaomba Mungu ashughulike, ila siku kikombe kikijaa, Mungu atafanya mwenyewe. Endelea na hiyo jeuri, fanya unavyoona. Fanya unavyoona. Mimi nimekutana nayo na yafahamu. Kuna mtu aliyeniambia kabisa, wewe ni bure na waliokuleta ni bure. Alikuwa ni mzee, anaweza kunizaa, na tuko kwenye kikao, watu wote wakanyamaza. Hayo ni yale nawe kuyasema. Kuna alionitukana zaidi hata sijawahi kuyasema, lakini alisema wewe ni bure na waliokuleta ni bure. Nilipokaa kimya dakika moja, nikasema sikatai mzee wangu, mimi sikatai kuwa bure kwa sababu mimi ni mwanadamu, ila aliyenileta ni bure, hilo nina mashaka. Mimi sikuletwa na jimbo, mimi niletwa na Yesu kwa kanisa hili. Kama Yesu ni bure, atajijibu yeye mwenyewe. Alikufa. Nimekoma mimi pastor, sisemi nishambulie tu, sitasema. Takaa kimya. Takaa tu kimya. Kuna wazee waliokuja nayo siku moja nikiwa mtaa mmoja, wakanishambulia na wanajumbe hapo. Kisa naeleza hii kwaya haiwezi kwenda bila muhuri kutoka ofisini, na wanataka waende kwa sababu wana hela. Na kwa ya Kirumba iko wapi? Nione mikono. Ninyi msipoongoka, nyie msipoacha kiburi, ninajua hivyo diri na kwaya, ninaelewa, ninawaombea kiburi kiondoke, kwa sababu miongoni mwa watu wanaodharau sana uongozi wa kanisa ni kwaya. Hamwezi kumtukuza Mungu na madharau kwa uongozi wa kanisa. Eti ni mzee kitu gani? Kwa vile mna hela. Nikaambia mimi sina mwito. Wakaenda, wakaandamana, wakaja nyumbani, wakanikuta nyumbani. Nikasema ni hoja ya kanisa. Sikutaka mke wangu ajue leo, maana ni vita. Nikasema twendeni ofisini. Kufika ofisini tumeomba, nikashambuliwa, nikatukanwa kweli. Nikaeleza, jamani, kumbe leo ni siku yangu ya kutukanwa hivi. Wako wazee wa kanisa, wako viongozi wa kwaya, wako wakina nani hapo na wengine. Nikasema sawa, ninyi mnaweza mkanitukana, mkashambulia mnavyoweza, ila kwa kuwa mimi mpaka sasa ni mchungaji wa kanisa hili, hakitabadilika chochote. Mkiona matusi hayafai, nitawaletea fimbo mpige. Nishahama na mtaa, nimeenda kwingine. Mpaka mtu mmoja alinitafuta kwa simu, ananiambia, pasa ni rehemu. Nikamwambia mimi sijawahi zungumza na wewe vibaya. Uenda ananisikiliza mpaka sasa. Nikasema sina lolote. Niko kwenye makambi Tarime mwaka fulani, akanitafuta, akasema inabidi kama nivyo nije tu pastor. Nikauliza kwani nini? Akanieleza, ninajua nilichokufanyia wakati tukiwa kule kwenye ule mtaa. Nikamwambia mimi nilishakasamehe, mbona sihusika? Asema hapana, mpaka sasa nina ushahidi kinachoendelea. Nina visa kadhaa ambavyo mimi nimeviona kwa madharau yanayofanywa na waumini kwa viongozi. Nimeyaona. Fanya tu ikiwa unadhani inakulipa, fanya tu. Lakini Biblia inachotueleza, inaeleza kitu cha ajabu, cha ajabu sana ambacho kinatokea. Mungu alipokuwa anageuza vile, waliangamia wale watu. Kwa nini? Kwa sababu chakula na unywaji kinabeba maisha. Na kwa nini usijue kwa nini huwezi kuwa mwaminifu? Siwezi kuwa mwaminifu kwa matoleo, kwa sababu inabeba maisha. Na Ibilisi anatuambia ukirudisha utakufa njaa, maisha yako yataharibika. Neno linasema hapana, hata ulivyo wewe na ulivyo navyo vimetoka kwake. Unamtiliaje mashaka kwamba utakufa? Shetani anasema hamna, Mungu ni muongo, hawezi kukutunza.
Kwa hivyo usimrudishie kwa ukamilifu. Kwa hiyo ukirudisha zaka ulemavu, na kama haijakamilika haijawahi itwa zaka. Hilo umetoa hela, sio zaka.